tumekuja kumsupport mchezaji wa zamani wa kocha ya Wekundu wa Msimbazi, leo hii yupo ndani ya kocha ya Young Africans na mmekuja hapa kumsupport katika duka lake la Perfume World. Inadhihirisha nini kwenu kama familia ya umoja ukiangalia timu ilivyo na nyinyi mashabiki? Kwanza msichokijua tu, mimi ningependa watu wajue, yani ukimwona Baraka Yanga ujue mchezaji ambaye anampenda mchezaji wake, yani ambaye anamkubali kwenye hii ardhi ya Tanzania, sio leo, sio jana, sio juzi. Sawa, Mohamed Hussein Zimbo Junior Shabalala ni mchezaji ambaye namkubali sana sana sana, na mwenyewe anafahamu iko kitu, na ndio maana nimekuja hapa. President ameweza kutupa ofa perfume moja, lakini mimi nikanunua perfume yangu nyingine £100,000 nimepasuka kwa ajili ya kuhakikisha na muunga mkono na msupport my brother Zimbo Junior. Ni mchezaji ambaye kiukweli anastahili sifa. Amecheza kwenye ubora wa hali ya juu kwa consistency ya muda mrefu sana, zaidi ya miaka 12. Amehudumu vizuri akiwa Simba na bado sasa hivi yupo Yanga. Na of course tumeshuhudia kwamba Shabalala anazidi kuendelea tena kung'ara. Unamwona juzi Shabalala anachukua kombe, anapewa kombe na Captain Beka, Captain Bakari Nondo Mwamnyeto. Ile ni heshima kubwa sana na ni dhihaki kubwa sana kwa Makolo, kwa sababu walikuwa wanamuombea Shabalala asichukue ubingwa huu ili apishane nao, lakini cha ajabu Mwenyezi Mungu anavyojua kijana watu anaiana, amemkabidhi kombe ndani ya Young Africans na ameweza kufurahi, na wao ndio wamebaki aibu wanaona wao. Kwa hiyo mimi naona ni the way Mungu anazidi kumuinua, tuna hata biashara anayofungua ni Mungu, tunaishi vizuri na watu. Yuko fresh na mashabiki wa Simba, yuko fresh na mashabiki wa Yanga, yani yuko peace yani short. Ndio maana hapo unaona mashabiki wa Simba wapo, mashabiki wa Yanga wapo. Ni mtu ambaye anajua kuishi na watu na uwezo wake ndio unaongea uwanjani. Anajitunza, hana mambo mengi, yani anachojua ni kupiga mpira, kurudi zake nyumbani, kufanya maisha yake mengine na biashara zake. Sasa natamani wachezaji wengi sana wangeiga mfano wa Shabalala, wangefika mbali sana. Baraka, mechi ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania, wachezaji wa Young Africans walienda tena kutumia lile jumba ambalo mnaita ni jumba la maajabu, ambapo mara ya kwanza mlifanya kitendo kama hicho na mkapewa adhabu. Kuna ambao wanaenda mbali, wanasema kwamba ili hayo mambo yasiwepo tena, basi inabidi timu ikikeuka sheria waanze kukatwa pointi zao za alama ya ligi kuu. Sasa kama wanataka wafanye hayo, kumbuka mambo yanaenda kikanuni. Kama mnataka hivyo, mrekebishe kanuni. Kwa sababu mambo ya kurupuki tu, yani utoke tu useme Yanga kata kanuni. Badilisheni kwenye kanuni, kwenye katiba. Basi mambo yatafanyika hivyo mnavyotaka nyinyi, lakini tunavyojua sheria ile, tupee adhabu yetu na sisi tupo tayari kwa adhabu yetu, kwa sababu sisi Yanga Afrika tunajua msimu ulikuwa na mambo mengi kwa Yanga, msimu ulikuwa na vitu vingi. Yanga wanayafanya sio kama wanapenda. Yanga ambayo tunayafanya sasa hizi hatuyafanyi kwa kupenda, tunayafanya kwa sababu hatuna jinsi. Timu inasakamwa, timu imeandamwa, timu ilikuwa inatafutwa vibaya. Kwa tunayafanya haya huku tukiwa hatupendi. Kwa kama mnaamua kutupa adhabu kwa sababu ya haya tunayafanya, inshallah ukubwa tumepata ubingwa wetu na tunaendelea kudominate ligi, sisi tunashukuru. Ndio hivyo. Sisi tunashukuru, yani si kama ukubwa, yani cha msingi kama tunapata kombe, tunaendelea kudominate ligi. Hizo adhabu nyewe tupeni, sababu tunajua mnatupa hizo adhabu wakati sisi wenyewe hatutamani kuzipata, ila hatuna jinsi. Hamna jinsi kivipi? Hata vyumba vya kubadilishia nguo vya wachezaji vipi? Haviko salama. Umejuaje? Visunde tunakwambia haviko salama. Sio tuna watu bana wewe. Wazani Yanga wanakwenda kichwa tu. Wazani Yanga wanaenda kwa watu waliokiwa TRA kule na shamba. Nakumbuka wachezaji wa nani? Waza mkilichowakuta. Wewe nadhani tungeingia kichwa pale ingekuaje? Watu hawataki Yanga Afrika tuchukue ubingwa, tu dominate ligi. Kwa sisi tutafanya lolote ili mradi timu yetu iwe salama, wachezaji wetu wawe salama, kuliko kwenda kuhangaika na wachezaji mahospitali, kuliko kuhakikisha tunakosa ubingwa wetu. Sisi bora tupewe hizo adhabu fresh, wananchi tutalipa. Na tufanye haya kwa sababu kwa makusudi, tunafanya kwa sababu hatuna jinsi, hatuna namna. Kwa yanayoendelea kwenye timu yetu si lazima tupambane. Kuelekea paradi la ubingwa siku ya kesho, tutegemee nini kutoka kwa Baraka Yanga? Masimango ya kufa mtu kesho. Yaani kesho masimango ya kufa. Kama wewe shabiki wa Simba, tafuta mji uende. Kesho sio mara salama Dar es Salaam. Wako Pemba wataweza kuvuka, maana wao baili kinoma. Pemba sio mchezo. Kwenda na kurudi $60. Hawana hela. Kama mikoani tu na Morogoro wanasafiria mitungi ya gesi na masufuria, wapenda Pemba. Mimi sinakwambia. Nani unaona kesho ataondoka na ubingwa? CRDB Federation Cup. Inajulikana obvious, labda tukie tu marefu afanye mambo ya ajabu, lakini nani wewe? Azam anachukua ubingwa. Mimi nakwambia kwa kikosi ukiweka Simba na Azam hapo. Azam ana kikosi kizuri sana, na kikosi bora, wachezaji bora. Azam ana wachezaji ambao yani right wangekuwa kwenye hizi timu zetu mbili ambao na mkiwaimba sana. Wana kikosi kizuri. Kwa maana mnaona sisi kuifunga Azam msichukulie poa, sisi tumeifunga timu bora, tumeifunga timu kubwa. Kule kuna Faisali, kuna kina Zaidi, kuna kina Imidimao kule.
kuna kina Idinado, sawa, kuna kina Mundosi, sijui Mundoza, sijui nani yule, si umeelewa? Kuna kina Lusaje Mwaikenda, hao watu. Sasa huku Simba kuna kina nani? Wachezaji wanaosimama wachambuzi uwanjani hamna kitu. Yaani data zao, namba zao zipo kwa wachambuzi. Wao miguuni hakuna namba. Hakuna anachokifanya cha maana. Mchezaji gani mwenye namba ya ajabu Simba zaidi ya Mpanzo assist 10 na magoli sio na matatu? Tumaliza na hii, kwa jinsi unavyoona kikosi chako cha Young Africans na ubora aliokuwa nao, unaona mtaendelea kuiongoza ligi ya Tanzania bara kwa miaka mingapi? Mimi tu niwaambie ukweli. Yaani siku JSM atakaposema Yanga sio bingwa, ndio Yanga tutaacha kuchukua ubingwa. Ila kama JSM atasema Yanga bingwa, mpaka JSM aache kutumia hilo neno. Mpaka JSM aache kutumia hilo neno. Na kwa maana sio kama aache kwa bahati mbaya, na kwa maana JSM anaposema Yanga bingwa inabidi tuelewane kwenye hili. Hamaanishi hivyo ambavyo nyinyi mnafikiria. Anachokimaanisha ni kwamba Yanga Afrika, sawa, ama mpira wetu wa sasa hivi kwenye hizi timu zetu kubwa, tunahitaji uwekezaji, tunahitaji kuweka pesa. Wachezaji wa Simba na Yanga madaraja yao ni makubwa, level zao ni kubwa, hawahitaji kufundishwa mpira, hawahitaji kuelekezwa, si umeelewa? Tayari ni wachezaji ambao wako wewe matured, ni mifumo tu bwana, cheza kwenye mifumo hii, lakini sio kumfundisha mpira. Kwa kitu pekee kitakachomfanya aweze kukupa wewe makombe, akupe wewe mafanikio, ajitoe ni hamasa. Hamasa ni nini? Hamasa ni pesa, bonus ya maana, si umeelewa? Mshahara kwa wakati, mazingira mazuri kwa mchezaji, hivyo ndio vinavyofanya wachezaji wajitoe. Hicho ndio kinachofanya Yanga Afrika tunakuwa bingwa. Angalia maisha yanayoishi wachezaji wa Yanga, angalia maisha yanayoishi wachezaji wa Simba, utagundua kwamba Yanga lazima endelee kuwa bingwa, si unanielewa? Yaani wewe angalia tu, kuna vitu vingi vinaonyesha kwamba Yanga Afrika anastahili kuwa bingwa. Sisi tunaishi maisha ya kibingwa. Wachezaji wa Yanga wote wana miradi mikubwa wanafanya nje ya football, si umeelewa? Hata ukiangalia mipira wanaomiliki wachezaji wa Yanga, Kibwana anamiliki hali ya new model. Nenda kule mtu anapewa crown, wanatangaza na wanaita maandishi wa habari crown, ambaye Baraka Yanga anaweza nikagailisha, sichukui perfume hapa kwa perfume world, nenda kununua crown. Sasa crown mimi sina perfume hizi nilizochukua hizi, nikiongeza nyingine 3 tunanunua crown. Sasa una hali ya new model unaweza kununua kwa perfume. Yanga akisema bingwa manake tunatia pesa. Wekeni hela, acheni mbamba, acheni mdomo. Yanga Afrika anaweza kuwa na wachezaji ambao anawalipa zaidi ya milioni 40 au 30, zaidi ya 7. Wewe nyinyi timu gani inaweza kufanya hivyo? Simba mnafanya hivyo. Mchezaji wenu mkimlipa milioni 20 tu kelele. Mnampa crown kelele. Wekeni hela, JSM anaweka hela. Si umeelewa? Hiyo ndio siri ya Yanga kupata mafanikio. Tunaweka hela, tajiri anaweka mzigo, hamna njaa. Injinia akimtaka mchezaji tajiri anaweka mzigo. Hatumwi madalali kule kwenda kutafuta wachezaji. Si umeelewa? Vitu vimenyooka, tuna uongozi smart, tuna mwekezaji smart, tuna mashabiki smart, bado tuna wachezaji ambao wanajitoa kwa sababu ya ile atmosphere ya timu ilivyokuwa. Leo mchezaji wa Yanga anajisikia raha kucheza Yanga kuliko kwenda timu nyingine. Hata wachezaji wao wanatamani kuja kucheza Yanga. Mimi ndo nakwambia Shabalala anavyoenjoy sasa hivi kwa Yanga, natamani ungekuwa unamuoja, ungekuhadisia anavyofeel. Kule alikuwa anazeeka, anaonekana kachoka mzee, lakini hapa Shabalala anaonekana kijana mdogo. Unaona haya kwa mwenda, lakini sasa hivi haonekani yuko wapi. Sasa ndio ujue maisha nje ya Yanga haeleweki. Kwani Izamwende yupo nje ya Yanga? Sijui sasa mimi. Ndio nanukuu hicho kusema? Ndio utajua. Sasa wazi bwana Baraka Yanga. Ndio utajua wewe. Sasa kama wewe unataka kufahamu yuko wapi? Kama wewe muone yuko wapi? Ndio ujiulize wewe yuko wapi? Na kama yupo nje ya Yanga uje atafubaa. Wewe yupo tayari nje ya Yanga. Na kama yupo nje ya Yanga atafubaa. Sasa maisha nje ya Yanga kwa hiyo inadhihirisha. Niseme nini? Ndio tuambie vizuri. Mimi nimenukuu kutoka kwa. Sikilize mimi ninachokuambia. Sasa wewe unaniforce na kuniambia wewe. Sasa ndio maisha nje ya Yanga. Nitakuachia interview yako. Tueleze vizuri bwana Baraka. Maisha ndani ya Yanga matamu, maisha nje ya Yanga machungu. Kama yeye anataka kuendelea kuwa na maisha machungu, akae nje ya Yanga. Full stop. Yeye kataka. Tajua yeye sasa. Baraka cheke wazi. Kupanga ni kuchagua shehe. Hii Yanga Afrika iendelee kichwa. Yanga Afrika ina misimamo yake na misingi yake. Huwezi ukaja tu huko kimkumbe, ukaja huko na mipango kaisi utasurvive Yanga Afrika pagumu. Yanga Afrika na survive watu wenye akili, watu smart, wakina Simba unaona? Watu smart. Kwa hiyo yeye aliingia kichwa. Sasa wewe unamtania, mimi simzungumzii mtu hapa sasa hivi. Mimi simzungumzii mtu, sijakutajia mtu jina lake. Wewe kama unaamua kutaja jina lake sawa.
ila mimi nakwambia Yanga Afrika watu hawaishi kiolela olela, watu wanaishi kwa akili. Ukija Yanga chezea Yanga, jitoe kwa ajili ya Yanga, pambania Yanga. Na Yanga itakufurahisha, itakunufaisha, itakutangaza, itakupa heshima yako. Lakini ukija Yanga ukiwa na mambo mawili basi moja litakuponyoka. Na sisi wepesi kabisa kuponyoka. Shukrani.